Kwanza tushukuru kwa ukaribisho huu. Imekuwa ghafla kwa maana kwamba nimekupigia simu siku ya leo asubuhi, lakini umeweza kukubaliana na ombi letu la kufika katika shule yako. Hilo ni kushukuru sana na nipongeze kwa kuwa active na mapokezi hayo ya ombi letu sisi kama ofisi ya utamaduni, sanaa na michezo. Nimesimama hapa, jina langu naitwa Fadhili Asukile Kayange, mkuu wa kitengo cha utamaduni, sanaa na michezo, halmashauri ya wilaya ya Igunga. Kwa niaba ya mkurugenzi, tunasimamia shughuli zote na tunaratibu shughuli zote za kiutamaduni, sanaa na michezo halmashauri ya wilaya ya Igunga. Kwa kuanza kwa maneno hayo, naomba niingie moja kwa moja kwenye utangulizi wa mada tunazotarajia kuzizungumza na mazingira ambayo yametufanya tufike mazingira ya shule ya msingi Mwanzuki. Kwa mwaka huu wa fedha mwaka 2025/26 tulikusudia kama kitengo cha utamaduni, sanaa na michezo kuzitembelea shule zote zilizopo halmashauri ya wilaya ya Igunga, kutoa fursa zilizopo kwenye idara ya utamaduni, sanaa na michezo, kwa maana kwamba Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo inazo fursa nyingi sana ambazo asilimia kubwa zinapatikana. Chanzo kikubwa ni kwenye shule za msingi na shule za sekondari. Ukiachilia mbali masuala ya kimichezo tu, lakini pia kuna masuala mengi ya kisanaa na masuala mengi ya kiutamaduni yanayohusisha shughuli nyingi za kijamii, hususan masuala ya burudani na vitu vingine ambavyo vinahusiana na mila na desturi zetu za Watanzania. Hivyo lengo kubwa la sisi kuwepo mazingira haya, tunazo ajenda kadhaa ambazo wenzangu watasema kuhusiana na habari hii, lakini kwa leo tulichokuja kukisema sana ni kusema fursa zilizopo kwenye kitengo cha michezo, utamaduni na sanaa kwa halmashauri yetu ya Igunga. Baada ya kusema hayo, kwa ruhusa yenu, naomba mimi sasa nitakaa alafu nimuombe afisa michezo Hassan aeleze baadhi ya fursa ambazo tunazikusudia walimu wa shule hii ya msingi Mwanzuki waweze kuzipokea na waweze kuanza mchakato wa kupata mafanikio ya fursa hizi. Karibu. Sisi hatuna mengi sana, lakini kubwa ni kusisitiza mambo yanayopatikana kwenye fursa ya kitengo cha utamaduni na michezo. Kwa sasa kuna fursa mbalimbali zimejitokeza ambazo tumia wizara imetuletea maelekezo, nyongeza ya michezo ya tanzo za sanaa na maonyesho, mashindano ya UMITASHUMTA na UMISETA. Tuanze na michezo ambayo imeongezeka. Wewe utaona wapi unaweza kuingia wapi kulingana na kipaji chako, sawa? Michezo ambayo imeongezeka: beach volleyball msingi na sekondari. Beach volleyball mwanzoni haikuwa haipo hiyo beach volleyball, sawa? Ukiona unaweza perform kule, una uwezo, uje tuelekeze, uwe mwalimu wa nani. Mchezo mwingine beach soccer. Tena hapa nyinyi mna beach hapa. Beach soccer ni kwa baharini. Beach mnayo hapa, si ndio? Mtaanza mazingira kwa uwanja pale nje pale, kana mchanga vizuri, mtoto akianguka hawezi kuumia, mnacheza beach soccer msingi na sekondari. Badminton sekondari, hiyo badminton ni sekondari. Lakini mchezo mwingine umeongezeka baseball msingi na sekondari, mchezo wa maonyesho kwa mikoa ya Kilimanjaro, Njombe, Pwani, Ruvuma na Tabora. Tabora tupo kwenye mchezo baseball, sawa? Kama unafanya hiyo njoo nani. Lakini nyingine chess and scrabble msingi na sekondari. Hiyo sijui mchezo gani, mimi sijui. Chess and scrabble msingi na sekondari, huo mimi siufahamu pia. Lakini kuna mchezo mwingine cricket, mashindano maonyesho ya kwa mikoa ya Arusha, Iringa, Mwanza na Singida, au mikoa michache. Riadha, kwenye riadha mchezaji mmoja ni timu. Yaani unaweza tukaamua kutengeneza mtoto wako mmoja tu ambaye yeye ni atakubeba labda mita 100 au mita 200, mmoja tu, yani wewe ni timu na kocha wake basi. Yaani wewe na mchezaji wako. Fursa ziko nyingi, kuna kwenda marathon, kuna kwenda sijui
Dar es Salaam, mashindano mbalimbali na nani kule. Niwape siri tu, kuna mchezaji mmoja anaitwa Simbu. Simbu simemfahamu? Anakimbia masafa marefu kilomita 42. Lakini alikuwa mwananzengo tu kawaida. Raia tu kawaida yani. Lakini kupitia riadha yake shule baadaye kazi ya kata makumbusho kukumbuka hizo kauli mbiu. Michezo ya sanaa ya maonyesho yatakayoshindaniwa ni kama ifuatavyo. Anza kwaya. Lakini tutakuwa na ngoma za asili. Tutakuwa na muziki. Tutakuwa na ucheshi. Tutakuwa na uchoraji na upigaji wa ala. Sawa. Kwenye vigezo anasema kila mkoa utaleta washiriki wasiozidi 25 ambao wataimba nyimbo mbili kwenye kwaya hapo. Wimbo wa kwanza utakuwa wimbo maalum set song. Wimbo huu uliimbwe na kutumia ala za muziki. Vile vile wanakwaya wanaweza wimbo huu uimbwe bila kutumia ala za muziki. Vile vile wanakwaya wanaweza kutumia vielelezo au picha za vitu halisi. Wimbo wa pili utakuwa na rangi ya asili ya mkoa husika na mavazi ya ndani na asili ya wimbo huo. Maudhui yake yahamasishe masuala mtambuka na uandike katika nota. Mwalimu, unaweza kusema nota? Sawa. Aidha, vielelezo au picha, vitu halisi na ala za muziki za asili na ala za muziki za kisasa zinaweza kutumika. Sio lazima. Pia ni ruhusa kucheza swing na swing. Muda wa kila wimbo usizidi 8. Hiyo ni kwaya. Ngoma za asili. Washiriki wasizidi 16. Kila mkoa utacheza ngoma 2 ambazo ni ngoma ya asili ya mkoa wapo ichezwe katika usahihi wake. Ala zitatolewa kulingana na uhalisia wa ngoma yenyewe. B, ngoma mseto. Ni ngoma yenye mchanganyiko wa ngoma mbalimbali za asili na minyunguliko na miondoko kutoka katika tamaduni mbalimbali za Tanzania. Muda wa kila ngoma usizidi 8. Ngoma angalizo. Ngoma zilizochezwa mwaka jana. Ngoma zilizochezwa kwenye mashindano ya mwaka 2025 zisichezwe mwaka 2026. Unapoandaa jaribu kuulizia mchezo ambao neno unakuwa umechanganya. Wanafunzi wana nini? Kucheza maneno ambayo yamechanganya. Wanaona neno ambalo nafikiri kwa Kiswahili hata huko shuleni kwenye somo la Kiswahili kuna ile kinatengenezwa nini? Inaitwa nini bazo? Maneno yamechanganya alafu wewe unatafuta kutengeneza neno ambalo lina maana. Lakini ule mwingine ule chess ni kama draft. Lakini tofauti yake yenyewe ni kwa draft ambayo ule kwa watu na maneno wenyewe. Kwa nafikiri kwa maelezo zaidi au kwa ufafanuzi zaidi kama ambaye atapata ile mwanzo mchezo tutawasiliana ili tumwelekeze vizuri. Kwa kifupi, kama alivyosoma maelekezo ambayo yametolewa ya nyongeza ya michezo, afisa michezo hapa, labda mimi ningetamani hata kama hiki kifungu lakini sema sasa kwa sababu ni jambo la kijamii nchi. Kwa nini tumekuja Mwanzugi? Ukiwaza kwamba sasa huu muda nitembee shule zote nikawaelekeze hichi kitu wakifanye, inakuwa endelea hata. Ukisema upite shule zote, tayari umeanzisha competition ambayo itakuwa heavy ya kuanza kupata nani atakayeenda. Kwa nini tumekuja Mwanzugi? Kwa sababu tunafahamu kuwa pana watu wako talented na hivyo vitu. Tulipopokea maelekezo kama jamani, sehemu ambayo tunaweza tukapata watu wenye talanta hii ni Mwanzugi shule ya msingi. Pamoja na kwamba tunakwenda shule zote, lakini haya maneno tunazungumza kwenye shule husika atakayofika, hususan anaweza kata kwa tofauti.
Lakini leo nazungumza Mwanzuki ni Mwanzuki. Kwamba ninyi hapa Mwenyezi Mungu amejalia mazingira haya, kuna walimu ambao wana talanta kubwa sana kwenye kazi za sanaa na pamoja na baadhi ya michezo ambayo imeongezeka pale. Tunayo wajibu sasa kuyapokea haya aliyokuwa akiyasoma hapa, pamoja na kwamba ameyasoma, lakini tutayatuma kwenye simu ambayo mtu atakuwa anajisomea mwenyewe kupata ufafanuzi zaidi. Hii kitu wote Tanzania tutakuwa ni wageni. Kitu chochote cha ugeni unayekianzisha moja kwa moja unakuwa na tiketi ya moja kwa moja. Ni vigumu kuambia tu bwana, wewe bwana ndaa ndo tunaenda. Hapana, hatuwezi kusema hivyo sisi. Lakini tunataka uandae na sisi tutaleta mwingine anaandaa, mwingine anaandaa. Utakuwa na competition ndogo. Tunaona nani is the best, tunabeba. Tamchukua mtu huyo ambaye amefanya jitihada za kuandaa hilo tukio, za ucheshi au sanaa hizo, kazi za muziki na kazi nyingine zote. Moja kwa moja. Kwa sababu kiukweli watu kusema wataandaa kwa haraka ni ngumu. Kwa tunapokuja hapa, naomba muipokee kwa mikono miwili, kwa maana kwamba sasa yoyote atakayekuwa na jitihada hizo, tuseme nani moja kwa moja anza hapana, lakini wewe ukiwiwa kuanza kazi, anzeni nyinyi atanaweza kaa competition yako hapa. Na kiongozi tuna imani naye kwamba kwa vyovyote vile ana uwezo hata kusimamia hiyo kazi akaiona iko leta. Tukiwasiliana naye moja kwa moja tutapata mahusiano moja kwa moja ofisini. Unakuwa uko nominated. Wala hatuna tena jitihada za kwanza kuangalia kutafuta sehemu nyingine. Wakati tutakuja kuprove tu kile kitu kwamba yes kiko well enough kinatosha kwenda compete, tunakwenda compete. Baada ya kuwa wengi wamesema inatosha, itoshe kusema Mungu mwingi wa rehema amekuwa mwema kwetu, kwa maana kwamba katika hizi hazijatokea lapsha za kukwazana kufikia hatua ya kushindwa kuendelea na mazungumzo, lakini kama imekuwazika kwa machache ambayo yamezungumzwa na watu au wewe mwenyewe kwa muonekano wa mtu kuonekana kuliko kuwazika, naomba tusameane.